nilimwonea tu YouTube, akawa kamekuja kuniambia Njora, uko na huduma lakini wewe umefungwa. Wewe akaanza kuniambia wewe hufai kufanya kazi, wewe si mfanyi kazi, wewe ni mtumishi mkubwa, unafaa kuwa unahubiri injili katika nchi yetu, lazima utoe kiasi cha fulani cha pesa. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa kwa sababu nimesikia ati huduma yangu itafungwa, sasa nikawa naogopa, nikamuuliza ni nini hiyo dhabihu. Na wakati mwingine ni vizuri kujisomea neno la Mungu, ni kwa sababu hakuna mahali Biblia imesema kwanza utoe sacrifice ati ndio uweze kuhudumiwa ile shida ambayo uko. Na ndivyo hapa Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake ati mumepewa bure, na nyinyi peaneni bure, ponyeni watu, watoe daimono bure. Lakini sisi katika nchi yetu madhabahu nyingi, kanisa nyingi, mpaka wako na ile mizani ya kupima ati kama wewe unasumbuliwa na hapa utatoa dhabihu ya kiasi hichi cha pesa. Ni wapi Mungu walinionyesheti? Na mchungaji akaambiwa kama mtu ako na daimono, mara unaambiwa umefungwa na nyanya yako, mara umefungwa na familia ya kina bwana, mara umefungwa na sijui na sister yako, mara umefungwa na kina nani, unaambiwa utoe hii sacrifice ili uweze kudisconnect. Nani aliwaambia? Ni wapi mlienda mkanegotiate mkaambiwa hapa mtu akiwa na hii anafaa kutoa dhabihu kama hii? Kama hiyo nilikuwa naitishwa ati kutenganishwa, ati kuna watu wa familia hawanitakii mazuri, na akaanza kuniitisha 10,000, 16,000, 17,000. Na nikawa wacha niseme tu kweli, nilitoa. Kwanza nilimtumia 7,000, kumtumia 7,000, na wakati wowote alikuwa anasema Njora, uko tayari? Niko katika mlimani wa Bwana. Unashindwa ni mlima gani ambayo hii inakulanga pesa? Na ukimwambia jambo lingine hawezi. Kwanza anakuambia timiza malengo ili tuweze tukaomba. Alipewa hiyo huduma bure ya hiyo kuweza kuombea watu na kuona kuna jambo ambalo linahitaji mtu aweze kuponya, lakini ni kwanza wanaitisha dhabihu. Wakati nilikuwa nimebakisha 5,000 ndio niweze kubariki, niweze nikumalizia, Roho wa Mungu akaninenea, nikasema si hata mimi ni mchungaji,